Okay, bwana, karibu rafiki yangu, karibu katika Bongo Box. Ya, utaratibu ndio hule, si tunamtoa mtu kila siku ndani ya box, unapata kufahamu taarifa zake, ujio wake Bongo Pictures ilikuwaje na anafanyaje harakati zake za filamu. So tunapiga story leo. Niko na rafiki yangu bana, anaitwa Chorobi. So ni movie star, movie ya Cheche kwenye Wese. Leo tunamfahamu, sio? Karibu sana. Mimi naitwa Kana, jina langu. Karibu kutusikiliza. So ulivyosikia, na sasa ni sehemu ya familia. Ilikuwaje mpaka ukawa sehemu ya familia? Ili tukana kwa alionijulisha kwa mara ya kwanza ilikuwa ni mshikaji wangu fulani. Alikuwa ni anafanyika kama Seeds of Black, alikuwa na chana ni rap. Ila sasa ilisababisha mpaka niingie kwenye familia Bongo, sababu mimi nilikuwa nina ushikaji na wakaribu na rapa Pima Wenge. The MC Pima Wenge. Ndo alinifanya nishawishike au anikaribishe mpaka kuwa mwanafamilia wa Bongo. Ndio sababu. Sasa umekuwa mwanafamilia, sasa unaweza kutuambia kidogo experience yako mkiwa mko location pale? Maisha ya location yanakuwa vipi kwa mtu ambaye anatamani pia na yeye kuwa sehemu ya familia Bongo? Kidogo umtamanishe kwa hiyo kitu. Mnakuwa mnaishi vipi pale location? Maisha ni maisha ya kawaida. Mtani serious, sababu maisha ili yaende, maisha yawe mepesi, huwezi kuwa serious muda wote. Utani lazima uwepo. Ili teamwork bila utani haiwezi kuwa teamwork. Okay, nini umekipenda sana sasa baada ya kuwa umejiunga na familia? Utofauti wa Bongo na kikundi chochote, yani kingine ninavyofahamu vikundi vingine vya sanaa. Bongo ni tofauti na wengine, yani wana unique, nasema ndio mshawishi. Okay, sawa. Sasa umeshakuwa mwanafamilia, unaweza kutujuza ni filamu ngapi umecheza mpaka sasa? Kwa haraka kama 5. Sababu filamu ya kwanza ilikuwa Changudoa Mchanaji. Kuna Changudoa Mchanaji, kuna Almasi ya Dhahabu, Bili za Mchongo, Cheche kwenye Wese, na hii hapa mpya Kichaa Kichizi. Okay, hem tujuze, kwa sababu Bongo wanafanya kitofauti kidogo filamu zao. Kwa mara ya kwanza unasimama kwenye mbele ya kamera ya Bongo, so umepewa cast, umepewa character kama cast. Ilikuwaje? Ni rahisi sana kufanya ama ilikuwa shida kidogo? Huwa inakuwa always kitu chochote kwa mara ya kwanza lazima kukiwe na ugumu, kwa sababu ni mara ya kwanza. Ila kwa sababu kama una moyo wa kukijua kile kitu, huaga ugumu wake huwa tofauti na kama mtu umesukumwa bila kuwa na moyo wewe mwenyewe kipenda kile kitu. Kwa kina ugumu. Kwa hiyo na wewe ni mara yako ya kwanza kuigiza, kwa mara ya kwanza ni Bongo? Ni Bongo. Okay. Na siku ya kwanza umekaa kwenye kamera, maana yake ilikuwa ngumu kwa hiyo sababu hiyo, sio? Sababu Bongo niliingia kama as a fan nikawa familia, baadaye nikawa kama character au msanii wa Bongo. Okay. Sikutaraji kuwa kama msanii, ila nilianza kuingia kama kwa fan nikawa familia supporter mpaka nikuwa msanii wa Bongo. Sawa. Kwa ushiriki wa filamu zako 5 ambazo umecheza mpaka leo, kwa ushiriki wa hizo filamu 5, ni filamu gani ambayo kwako unaona kabisa ulifanya vizuri? Hata hilo swali langu ni jepesi, Cheche kwenye Wese, kwa sababu nilikuwa main character. Okay. Cheche kwenye Wese kwa sababu ulikuwa ni main character. Na labda nikuulize swali lingine, filamu gani unapenda kuitazama pale kuelekea Bongo Pictures? Filamu ambayo unapenda kuitazama? Namba 1 ni Tatu Chafu, ila zote
napenda kuzitazama, ila namba moja zingine zote huwa namba 2, lakini Tatu Chafu huwa ndio filamu yangu namba 1. Okay, sawa. Mpaka leo kwa ushiriki wa filamu 5, manake sasa hivi umekuwa mwigizaji hasa, sio? Sawa. Namna gani unaweza kujiandaa baada ya kuwa umeshapewa character? Namna gani unajiandaa kwa ajili ya kucheza scene yako? Cha kwanza, utaratibu wa Bongo Hoods huwa kwa wote, cha kwanza lazima upokee script. Zeni usome script yote, huo utaratibu wote. Kwa mimi binafsi, baada ya kusoma script yote, nikishaielewa karakta yangu, naanza kuitafsiri karakta yangu inahitaji nini, inahitaji action gani, naanza kuitafsiri yenyewe karakta nzima, scene zote. Then naifanyia mazoezi mwenyewe binafsi, sababu sisi Bongo Hoods huwa hatuna kambi wala hatuna rehearsal. Huwa ni siku ya action, yani ya kushuti ni ya kushuti. Yani hakuna siku ya maandalizi. Hakuna maandalizi, hakuna kambi. Kwa hiyo kipangwa siku ya kushuti, scene fulani ni siku ya kushuti. Kwa hiyo ushapewa character, ushapewa script uisome. Kana karakta yako ushaijua ndani ya script, umepewa muda na wiki moja, wiki 2, maana yake ushaijua karakta yako ipasavyo. Haina haja kutokana na zero budget, lazima kuwa hivyo. Huwezi kuhandle watu wote kwa ika kambi, sababu nao inahitaji cost, inahitaji gharama pia. Okay. Tuje hapa katika filamu ambayo kwako ni filamu uliocheza vizuri, unaisema Cheche kwenye Wese, sio? Unahisi ili kusogeza kiasi gani katika karia ya maigizo, karia ya sanaa ya maigizo? Imekuingizia nini na kipi ambacho unajivunia kupitia ile filamu? Imenijenga binafsi, ile ndio imeniongezea kitu cha kwanza mimi binafsi kwenye kujua kweli, kunipa experience kwamba mimi ni msanii. Sababu zote hizo nilikuwa na karakta ndogo, lakini ile baada ya kupewa karakta nilishtukizwa. Bwana, nimesoma script, nimekaa wiki nzima, director ndo ananiambia wewe ndo main character, bwana wewe ndo mtu fulani. Sababu baada ya kusoma script ile uaga kwenye tukitumia utaratibu wa tukishatumiwa script umesoma, director anakuambia wewe utakuwa mtu fulani. Ila mimi Cheche kwenye Wese ilikuwa tofauti kwa director. Baada ya kusoma script, director akaniambia wewe unajiona nani kwenye hiyo script? Yaani unajiona nani katika karakta wote? Mimi nikamwambia mtu fulani, naye akaniambia ndio, na mimi nilikuona humo. Okay. Kwa Cheche kwenye Wese ilinijenga, kunipa ujasiri kwamba mimi ni msanii, kwa sababu ya experience ya kushuti scene zaidi ya moja au scene movie nzima, yani karibia movie nzima. Ilinipa ujasiri au confidence, yani imeniongezea kitu kwenye sanaa yangu ya uigizaji. Okay, sawa. Na ndio filamu ambayo ilikupatia jina ambalo unatumia kwa sasa, sio? Yeah. Sawa. Kwa maisha ambayo umeishi Bongo Hoods mpaka leo hii hapa, kwa namna story ambazo zimechezwa pale kwa haraka, ungependa ni aina gani ya story ungependa ichezwe tena sasa, tofauti na zilizochezwa? Ni aina gani ya story ambayo tunaweza kuitoa leo kichwani kwako tukasema inatakiwa ichezwe Bongo Hoods? Stories ziko nyingi, ila sema kutokana na utaratibu au desturi ya nchi zetu za Afrika, yeah, sanaa imekuwa haina uwanja mpana kama inavyotafsiri ya sanaa. Sanaa ni uwanja mpana, inatakiwa isimwekee mipaka fanani. Yani fanani hataki kuwekewa mipaka kwenye kuandaa sanaa yake. Yeah. Lakini kutokana na mazingira ya nchi zetu za Afrika, serikali zetu inafanya fanani anakuwa afungui ubongo wake kutokana ana mipaka, anaweza akaandika story fulani ikamwelekea matatani
serikali zetu. Kwa hiyo stories ziko nyingi sana kichwani. Kuna stories za sababu sanaa ya uigizaji inaongea realness, reality. Kama unaweza ukatumia sanaa yako kweli kuikosoa serikali, lakini serikali zetu ukikosoa basi wewe una makosa. Lakini stories ziko nyingi sana. Kama ipi ambayo unatamani nchi yetu? Mimi natamani mambo mengi yanaendelea kwenye nchi yetu. Lakini uwezi mambo ya kisiasa, mambo ya kijamii, mambo ya kinini? Siasa ya kijamii. Jamii ukiongelea jamii, ukikosoa jamii vile vile utaenda umeikosoa serikali. Sababu jamii inashikiliwa na serikali. Ukikosoa uongozi wa serikali lakini kwa kutumia sanaa, lazima mtu mzima lazima ataelewa, vile vile itakuletea matatizo. Kwa sanaa fanani wale kwenye Afrika wana shida sana. Unakuta mtu ana uwezo wa kuandika vitu vingi, ila anaitoa mipaka kutokana na mazingira yetu yanayotuzunguka ya serikali au jamii. Okay, sawa. Kwa watu ambao wamekufahamu sasa kupitia filamu uliyocheza Bongo Woods pale, kama ulivyotuhadisia ni zaidi ya 5, sio? Ungependa wakufahamu kwamba wewe ni mtu wa aina gani? Mimi ni mtu mcheshi, msema ukweli, na napenda kufanya kazi. Muda wangu mwingi nautumia kufanya kazi. Okay. Tofauti na wakati unaigiza, hauonekani location, na maanisha kwa hiyo time. Ni kitu gani huwa ni waga na unasema nini, taaluma zaidi ya moja. Ni driver, kwa sometimes unaweza ukanikuta naendesha taxi, unaweza ukanikuta nipo ofisini ni graphics design kwenye sanaa nyingine upande wa pili. Unaweza ukanikuta ofisini nafanya mambo yangu ya graphics. Kwa muda huo at the same time kuna kipindi mwaka huu naweza nikafanya hivi, upepo ukiwa umebadilika naweza nikahamia huku. Kwa mara nyingi huwa kwenye kazi zangu za udereva au mambo ya graphics. Okay, kama mwigizaji lazima utakuwa ni mshabiki wa filamu, sio? Sio? Ni aina gani ya filamu unapenda kuzitazama kutoka hapa Bongo ama nje ya Bongo? Mimi napenda movie za action. Movie za action. Ni filamu gani hiyo sasa unaweza kutuambia ambayo unapenda sana kuitazama mara nyingi? Movie za Hollywood, sana movie Hollywood za action. Sana sipendi za Bollywood. Bollywood ni uongo ni mwingi. Movie za Hollywood ni waga nazipenda sana kuziangalia. Action zote za Hollywood. Filamu gani hiyo, jina lake? Tunataka jina la filamu ambayo unapenda kuitazama. Mimi sana kupandilia Mission Impossible, series za Mission Impossible zote ndio naziangalia sana. Okay, sawa. Siwezi kumention namba ngapi, karibia zote. Okay, sawa. Kama mwigizaji pia, kuna waigizaji ambao wanakuinspire ama unapenda kuwatazama sana, ama unapenda kumtazama sana huyo mwigizaji kutokea hapa Bongo ama nje ya Bongo? Ni nani huyo? Wapo wengi, ila kwa sababu umeniambia ni mmoja, ni Oliega Francis, maarufu kama Scooby. Okay. Kutokea Bongo Woods Pictures. Sawa. Na kama ilivyo taratibu za wasanii wengi ambao wanapatikana Bongo Woods Pictures, wao huwa wanakuwa na sanaa zaidi ya moja. Wengi sana ni waigizaji na wanamuziki, ni wengi sana. Kwako wewe ikoje? Mimi upande wa pili wa sanaa ni graphics designer. Okay. Yeah. Nice. Logos. Nice.
kwa dakika zilizopiga story, nadhani kuna vitu vingi sana watu ambao walikuwa hawafahamu kuhusiana na wewe umefahamu, na umefahamu ushiriki wako wa filamu, namna gani unajiandaa kwa ajili ya kufanya filamu, unapenda nini, nani unapenda kumtazama, wamejua kisu kuhusiana Chorobi. So next time tutarudi, tutapiga tena story. Nimemaliza naye kupiga naye story bana Chorobi, sio? Kama una swali lolote unataka kumuuliza, basi tuandikia kwenye comment hapo chini. Tutakuja next time, tutamrudia, tutapiga naye story, tutakwenda naye deep sana kwenye maswali yetu pamoja na ya kwako. Hili ni Box la Bongo Pictures, kama nilivyokuambia jina langu naitwa Kanamas, na Box linatoka kila siku, unakwenda kumfahamu mtu mmoja mmoja. Endelea kubaki hapo katika channel yetu ya YouTube, fanya kusubscribe ili uendelee kupata hizi taarifa kwa haraka sana na kwa karibu sana. Tukutane next time mwanangu. Mimi naitwa Kanamas.